Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nataka niwajibu wote ambao mnasema Mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ameacha wito wa kimungu, ameacha injili ya zamani. Kuna wengine wanasema kwamba mimi Mbarikiwa kabla hajajiunga na harakati mambo ya kisiasa, mimi nilikuwa mpenzi mzuri sana, mfuatiliaji mzuri sana, mwanafunzi mzuri sana wa Mbarikiwa Mwakipesile. Lakini tutokea ameanza harakati za kisiasa, basi amepoteza ladha. Nikujibu wewe unayesema hivyo, wengi mnaosema kwamba Mbarikiwa Mwakipesile ameacha wito wa kimungu, ameacha injili ya zamani. Kiujumla, nataka nikwambie kwamba Mbarikiwa hajaacha injili ya zamani. Ile ilikuwa kwa ajili ya kutaka wewe usikie kile ambacho Mungu alitaka ukisikie, kile ambacho wewe Mungu alitaka uweze kukijua na kukiishi hicho. Naweza nikakwambia kwamba Mbarikiwa sasa ndio ameingia kwenye wito halisi wa kimungu. Kwa nini nasema hivyo? Tusome katika Isaya sura ya kwanza na ule mstari wa 16 na wa 17. Biblia inasema kwamba jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Mbarikiwa Mwakipesile yuko kwenye wito halisi, na nyinyi mnaosema kwamba mlikuwa wafuasi wazuri sana wa Mbarikiwa Mwakipesile, mimi naweza nikasema kwamba nyinyi sio wa kwanza. Nyinyi sio wa kwanza, walikuwepo baba zenu. Baada tu ya Yesu kuingia kwenye kipindi kigumu, basi wengi wanafunzi wa Yesu walirudi nyuma. Kwa hiyo wewe sio wa kwanza kusema kwamba mimi nilikuwa mfuasi mzuri wa Mbarikiwa, lakini tokea tu ameanza harakati za kisiasa, basi amepoteza ladha kabisa. Nikwambie tu, mtu wa Mungu, Mbarikiwa ni yule yule, na ladha yake iko vile vile, maneno yake ni yana uzima ule ule. Wewe ndo hujataka kuingia kwenye wito wa kimungu halisi. Mbarikiwa ndo ameingia kwenye wito wa kimungu halisi. Wewe ni sawa na huyu hapo, huyu katika Yohana. Yeyote yule ambaye anasema kwamba Mbarikiwa nilikuwa mwanafunzi wake mzuri sana, leo sio mwanafunzi mzuri kwa sababu tu amejiingiza kwenye siasa, kwenye harakati za kisiasa. Hamna. Wewe ulichokikimbia hiki hapa, hata wenzako walikimbia hicho. Wenzako kwa Yesu walikimbia hicho. Wewe ulifuata mikate, wewe walikimbia hicho. Tusome hii Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 51. Nianze mstari wa 51. Kwanza nianze mstari wa 50. Anasema hivi: hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Yesu anasema ndo chakula, Yesu alitoka mbinguni, alishuka. Kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo itakuwa ale chakula hiki. Lakini cha ajabu sasa, watu hamtaki kukila chakula cha Yesu. Kupinga maovu, kupinga ubaya,
hamtaki, afu mnajitetea kwamba Mbarikiwa kapotoka. Hajapotoka, wewe ndo hautaki kupinga uovu. Wito wa Yesu Kristo ndo huu. Anasema hivi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niishie kwanza hapo, naendelea. Nikwambie, anasema kwamba sio kama kile chakula ambacho mlikula cha mababa mkafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nikasema kwamba nyinyi mnayosema kwamba Mbarikiwa amepotoka, ameacha injili ya kweli, nyinyi ndo mmefuata wa baba wenu wa theolojia. Theolojia ndo inawafanya nyinyi muone kama Mbarikiwa kafanyeje, kachepuka njia. Theolojia inaharibu sana wito halisi wa Mungu, wito halisi wa Mungu. Theolojia ndo inayoharibu sana, na wazee wengi wa imani waliotangulia ambao wapo mpaka sasa ndio waliowaharibu nyie. Mnasema kwamba Mbarikiwa ameacha injili ya kweli, lakini injili ya kweli ndio hii kupinga uovu, kupinga ubaya na kuwatakasa watu. Ni kupinga uovu unaowafanya watu wasiwe watakatifu. Sasa wewe utasema kwamba unawatakasa watu, alafu wenye mamlaka ukienda TRA wanakwambia utoe rushwa ndio wakuhudumia, halafu unasema kanisani kwako unatakasa watu. Utatakaseje watu? Kutakasa watu ndo anachokifanya Mbarikiwa Mwakipesile, ndo anatakasa watu. Ila wewe unayesema kwamba unatakasa watu kanisani, mwongo. Wewe hautakasi, hauwezi kutakasa kama tu wenye wanaokuongoza wewe ni wadhalimu, wanawatesa washirika wenu hao. Wakienda kwenye mamlaka humo, basi watoe rushwa ndio wahudumiwe, ili hali rushwa kwa mujibu wa Mungu, kwa imani ya Kristo ni vibaya. Na hata serikali inasema kwamba rushwa ni adui wa haki. Wewe ndo hutaki wito halisi. Huu ndo wito wenyewe. Aise viumbe nyie. Anaendelea kusema kwamba basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu. Na ni kweli kabisa, itakuwa gumu. Nyinyi mmezoea kufuata mikate. Mikate. Neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinung'unikia neno hilo, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwako kwanza? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini, naye ni nani atakayemsaliti. Akasema, kwa sababu hiyo
nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Ndo sawa na wewe sawa na wewe. Mbarikiwa kaingia kwenye wito halisi wa kimungu ambao baba zetu wote wa imani, baba zetu wote 99.9 walifia kwa ajili ya wito wao ambao Mbarikiwa yuko anapambana nao. Halafu wewe leo useme kwamba yeye anapambana na mamlaka, anapambana na serikali, sijui yupo ni harakati, ameacha injili ya zamani. Wewe ndo umeacha injili ya zamani. Wote baba zako wote wa imani walifia injili, walifia anachokisema Mbarikiwa Mwakipesile. Halafu wewe unasema leo hii kwamba Mbarikiwa kaacha wito wa kimungu. Wewe ndio umeacha wito wa kimungu. Wewe ndio umeacha wito wa kimungu. Uone ladha ya Mbarikiwa. Kushika chuma cha moto kama hiki anachokishika Mbarikiwa, hawezi ukaona ladha kama tu haujajaliwa na Mungu, haujavutwa na Mungu. Anaendelea kusema kwamba kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale tenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Na ndo maana licha yanayokutana nayo Mbarikiwa Mwakipesile, lakini sisi wanafunzi wake bado tutaambatana naye mpaka Yesu anarudi. Tutaambatana naye. Waliorudi nyuma ndo hawa ambao wenyewe walifata mikate, walifata maneno laini ambayo yanaburudisha tu, lakini kabisa wito halisi ndo huo ambao yuko nao saa hizi Mbarikiwa Mwakipesile. Anasema hivi, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Na ni kweli, mimi mwanafunzi wake haswa Mbarikiwa ni miongoni mwa watu ambao hawana ila juu ya wanafunzi wake wote, hawana ila. Lakini michungaji ya saizi, mi binafsi ina roho mbaya, mi binafsi kweli. Lakini Mbarikiwa kanyoka. We mwenyewe moyo wako tunakushuhudia. Ni padogo tu, anakukwaza tu hapo ambapo saizi ameingia kwenye wito halisi. Wito halisi huu sio mwepesi kama unavyofikiria. Huu unahitaji msuli. Kama una msuli hauwezi kuambatana na wito huu wa kimungu halisi. Anaendelea kusema kwamba Yesu akawaambia, je, mimi sikuwachagua ninyi tenashara na mmoja wenu ni Shetani? Alimnenea Yuda mwana wa Simoni Iskariote, maana huyo ndiye atakaye msaliti, naye ni mmojawapo wa wale tenashara. Sasa nikurudie tena hapa, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Wewe unasema kwamba Mbarikiwa ana nini? Anapambana mamlaka, ameacha wito wa kweli. Huyu Yesu huyu, msikilize. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema hivi, katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Wewe kwenye kutoa uhai wako kwa ajili ya ndugu waliouawa Oktoba 29, wewe kuwa na maamuzi kama alionayo Mbarikiwa Mwakipesile, wewe ndio uyawezi. Sasa wewe kutoa uhai ndio unasema kwamba Mbarikiwa amefanyaje? Amepotoka, ameacha injili ya kweli.
lakini mbarikiwa ndo anayeishi injili ya kweli. Injili ya kweli ndio hii ya kutoa uhai wake kwa ajili ya wanaoonewa, kwa ajili ya waliouawa. Oktoba 29. Nikusii, nikwambie na nikuonye, yeyote unayesema mbarikiwa kaacha injili ya kweli, wewe ndo umeacha. Kwanza si umeacha, wewe haujataka kuiishi injili ya kweli. Injili ya kweli ni kupinga uovu unaoendelea juu ya jamii kwenye nchi na dunia nzima kwa ujumla. Tusome Isaya. Wito wa kimungu ndo huu ambao walionao mbarikiwa Mwakipesile. Huo ndo wito halisi, ila huo mwingine mmechochola, wamewachocholesha, theolojia zimewachocholesha. Eti mbarikiwa ana hekima anatukana. Wewe ndio unaitukana, shinda kusema ukweli, kuambia watu waache ubaya. Viongozi wa kiserikali waache ubaya, waache utekaji, waache uuaji, waache kuwanyanyasa watu. Wewe ndio umeacha njia ya kweli. Isaya 58 mstari wa kwanza anasema hivi: piga kelele, usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Hafu wewe unasema kwamba mbarikiwa kaacha injili ya kweli. Wewe ndo utaki kuingia kwenye injili ya kweli. Yesu amesema kwamba kama vile alivyotoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, kwa hiyo Yesu yeye ametoa uhai kwa ajili ya wewe, na wewe imekupasa kutoa uhai kwa ajili ya ndugu zako wanaoonewa. Moja ya mtu ambaye anahubiri injili iliyonyoka, basi mbarikiwa ni miongoni mwa watu wanaohubiri injili ya Mungu halisi. Hii ni sauti ya mtu aliaye toka nyikani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa kuwa yeye yu aja kumlipa kila mmoja sawasawa na matendo yake, sawasawa na kazi yake. Mbarikiwa, kazi anayoifanya ni njema sana. Basi ni vema hata wewe ukawa tayari kuingia kuifanya hiyo kazi. Ni njema sana kuliko kazi zingine zote za kuhubiri. Mnazosema mnahubiri injili, watu watakasike. Biblia inasema hivi, hebu tusome Mathayo sura 5 mstari wa 14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Huwezi ukawa nuru kama tu walio juu wanakutawala wewe kwa udhalimu. Hauwezi ukaja kuwa nuru. Hiyo never. Hauwezi kuja kuwa nuru. Wewe Pentekoste, wewe unayesema umeokoka, wewe una wito halisi. Huo sio wito halisi. Huwezi ukawa nuru. Huji kuwa nuru wewe. Na ndio maana mnajikwaa sana, mnazini sana, mna mabaya sana nyinyi wa Pentekoste nyinyi, kwa sababu mmeacha wito wa kweli, kama wito ambao mbarikiwa na uhubiri. Neema ya Kristo hiyo pamoja nawe. Mungu akusaidie sana, akufungue macho ujue wito halisi ni upi. Amen.